Kwa wale wapenzi wa tamthilia ya Dunia, ambapo tumeweza kuona mara ya mwisho ikipostiwa kipande cha final kwa hii season 1. Mashabiki wengi wamekuwa na comment pamoja na maoni mbalimbali kuhusiana na tamthilia ya Dunia kwa ujumla. Sasa mbali na hayo yote, tunazo taarifa kuhusiana na msanii Mati ambaye amekuwa ni kipenzi cha watazamaji wengi kwenye tamthilia ya Dunia. Nikukumbushe kwamba Mati hakuanza leo wala jana shughuli za uigizaji pamoja na tasnia nzima ya sanaa. Mati alianza na msanii maarufu Tanzania sasa hivi aendaye kwa jina la Clamvevo, ambapo alishawahi kushuti naye kwenye vibonzo pamoja na short movies mbalimbali. Mpaka kufikia Mati kufanya kazi kwenye Dunia, hapa panaashiria kwamba amekuwa ni mtu mwenye kujitoa, lakini pia amejitafuta kwa muda mrefu sana mpaka kufikia kwenye Dunia. Sasa kubwa ambalo wadau wengi wamekuwa wakilipenda kutoka kwa Mati ni uwezo wake mkubwa wa uigizaji. Kwenye tamthilia ya Dunia, ukiwazungumzia waigizaji top 5 ambao wamefanya vizuri na wanahitaji kupewa pongezi kubwa, huwezi kuacha kulitaja jina la Matilda. Ni miongoni mwa wasanii ambao ni vipaji vipya vilivyoibuka kwa kasi ndani ya Tanzania pamoja na Afrika Mashariki kwa ujumla wake. Mati ambaye aliweza kuzua taharuki baada ya kutoonekana kwa muda kwenye tamthilia ya Dunia na kukaibuka maneno mbalimbali yakizungumzia sababu za Mati kutoendelea ama kuonekana kwenye tamthilia ya Dunia. Lakini hata hivyo pia producer na director mwenyewe Bichwa chini ya production yake ya Bichwa Production alifanya mahojiano kadhaa na kueleza namna ilivyokuwa, jinsi ambavyo mambo yalivyoenda, lakini na kila kitu kuhusiana na Mati. Akaweza kuwaweka watu sawa, wale ambao walikuwa wana hofu na wale ambao walikuwa kidhani kwamba Mati pengine aliachana na Dunia na haturudi tena. Wote waliweza kupata solution ya majibu yao. Kubwa ni kwamba Mati amezungumza na vyombo vya habari na kueleza jinsi alivyokuwa akipitia changamoto kadhaa na namna ambavyo Mati alikuwa akijitoa zaidi katika tamthilia ya Dunia katika kuhakikisha kwamba anafikisha ujumbe kwa jamii, kwa kuwa tayari tamthilia ilikuwa imekubalika na yeye alikuwa ni miongoni mwa characters ambao wana majina makubwa. Akaona sio mbaya kuweza kuendelea kushika mkono tamthilia hiyo na kuendelea kujitoa na kujituma kwa hali na mali. Mati ambaye sasa hivi anadai kwamba amefungua duka lake, na baada ya kufungua duka lake hilo huenda asijihusishe tena kwa muda huu na masuala mazima ya kufanya tamthilia ama filamu zozote zile, bali ameweka jicho lake kulenga zaidi katika mbali na sanaa ya uigizaji. Mwigizaji pia ni mtu kama watu wengine ambao wana ndoto nje ya sanaa, na lengo kubwa ni kuweza kufikia ule utajiri ama maisha yaliyokuwa bora zaidi katika njia na nyanja tofauti tofauti. Mati ana ndoto kubwa ya kuwa mtu wa fashion, kwa hivyo sasa hivi yuko mbioni kukamilisha ndoto yake hiyo, na tayari ameshaanza kufungua duka lake kubwa la nguo, na anaomba support kwa mashabiki zake wote wa kwenye Dunia wakapeleke support hapo kuhakikisha kwamba wanaendelea kumpa michango yake, lakini pia kuendelea ule ukaribu pamoja na undugu ambao wameutengeneza kupitia tamthilia ya Dunia. Tamthilia ya Dunia imeweza kuwakutanisha wengi, imeweza kuwafanya wengi kujuana, imeweza kutengeneza mambo mengi mazuri ambayo mwanzoni pengine hayakuwepo. Kupitia tamthilia ya Dunia imeweka karibu uhusiano wa Mati pamoja
na baadhi ya wasanii wenzake, lakini pamoja na mashabiki ambao anawaomba waende kusapoti kazi zake za fashion. Amefungua duka lake la nguo ambalo anaamini pia ni miongoni mwa ndoto zake, na siku moja litaweza kufika mbali na ataweza kuwa miongoni mwa watu wenye uwezo mkubwa wa kufanya fashions na kuweza kufikisha hatua kubwa ya kimaisha. Mimi nikukumbushe tu, kwa wewe ambaye bado hujajiunga nasi, hakikisha unagusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, lakini pia usisahau kuweza kulike, kushare pamoja na kutoa komenti zako hapo chini.